Msikilizaji na mtazamaji, nimekuja siku ya leo nikuletea ushuhuda kama huu, na ninaamini ya kwamba zaidi ya vile ambavyo niombavyo, Bwana anaweza akatenda. Zaidi ya vile ambavyo tutakusanyika mimi na wewe, tuungane pamoja na tuingie katika maombi mazito. Bwana ninajua anaenda kutenda jambo katika maisha yako. Sitaki uchukulie jambo hili kama mzaha. Sitaki uchukulie jambo hii kama wale manabii umezoea. Mimi niko tofauti kwa sababu mimi nimeitwa na Mungu nikiwa na wito wa juu sana. Wito nikiwa ninaamini ya kwamba vile ambavyo tunaomba mimi na wewe tukiwa umoja, Mungu anaweza akatenda. Ukitazama dada huyu mimi simujui, hata hajawahi kuja kanisani na simujui. Mimi huwa namuona tu pale TikTok, na alinipigia simu akaniambia, "Prophet, nimesikia habari yako na umejulikana sana huku kwetu." Nikamuuliza, "Ala, kwani mimi nimejulikana aje?" Akaniambia, umejulikana sana na watu huku kwetu wanakujua, na nimekuja uniombee kwa sababu mchumba wangu ambaye tumechumbiana na tumepanga kuoana, nimeanza kuona kama kuna kasoro, ameanza kubadilika. I see a change, ama ninaona mambo inaendelea kubadilika, kwa sababu nikimpigia simu hapokei, nikimpatana na yeye nikimuongelesha aniongeleshi, kwa sababu ameekelewa vitu vya uongo na kamsichana kingine. Na wakati ambapo alinipa habari kama hiyo, nikamwambia kama kweli unaongea jambo la kweli utasaidika. Nikamwambia nipe majina yako matatu. Akatuma majina yake matatu, majina ya yule mchumba wake tatu, na akanitumia jina ya yule msichana ambaye alipeleka ripoti ya uongo kwa yule mwanaume. Kumbe yule msichana mwenye alipeleka habari ya uongo yule mwanaume alikuwa anataka aolewe, ama alikuwa anataka akuwe na yeye. Na wacha nikuambie, nikafanya ibada na nikamwambia kama ukweli umeniambia maneno ya ukweli, utaona muujiza. Nimeamuka tu TikTok asubuhi nikiscroll tu, nikapatana na yeye. Ameandika comment kama hii. Ni jambo ambalo na furaha sana. Hata wewe ambao unanitazama na niliwahi kukusaidia, mbona unaninyima tu ushuhuda shwali? Unaninyima tu ushuhuda, ulisaidika ukanyamaza. So niandikie tu hapo chini, hata wengine wajue ya kwamba hapa watu wanasaidika. Watu wasiweze kusema hapa watu wanasaidika. Niandikie tu hapo chini, niambie, "Pastor, ulinisaidia jambo fulani na likatendeka." Na hiyo ndio furaha yangu. That's my happiness. Zaidi ya vile niambavyo, Bwana anaweza akatenda. Na kukaribisha siku ya Thursday na kuanga kanisani one on one. Kuja tuketi chini meza moja, tuongee, tuzungumuze, tuombe pamoja. Mtu unanitazama ukiwa mbali, siku ya Sunday, ingia Miracle Sunday. Inaanza saa 4 mpaka saa 7. Ingia Miracle Sunday. We pray, we worship, we praise. Uone vile Mungu anakupenda na vile Mungu anakupenda. Usipende mtu kukaa hivyo. Unajua kuna mtu anakaanga tu hivyo, anaona yeye ameshavika kama wewe panga vile ambavyo utapanga kuja kanisani, tuombe pamoja, Mungu atatenda jambo jema. Najua kuna mtu anatazama anaweza, "Pastor, na mwenye ako mbali hawezi fika." Nimekuwekea namba hapo, unaweza nipigie uniulize hiyo swali. Mungu akubariki sana nani. Ushuhuda wako umetia wengi moyo sana, na ninakuombea Mungu aliye juu mbinguni abadilishe maisha yako. Angalau kilio chako kifike mwisho. Your tears to be to an end. Machozi yako ifike mwisho. Mola Mungu anaweza akatenda. Naitwa Prophet Joshua. Niko na furaha mingi sana kwa kuona. Asante kwa kunitazama. Mungu siyakubariki sana. Na mjifunze kusupport huduma. Unajua hii huduma, kuna watu wanasemanga ati kazi ya Mungu ni bure. Ni sawa, ni bure, lakini kuisafirisha ni gharama. Tujifunze kusupport huduma. Kuna M-Pesa namba iko hapo. Wewe ni support na 100. Ni support ya 200. Ubarikiwe. Najua ile level Mungu amekubariki nayo. Kama utakuwa mwaminifu na hiyo level, Mungu aliye juu mbinguni atakuongezea.
Niko na watu wengi sana ambao nilisaidia kanisani. Hata hao mtu hakuwa hata 5,000 hakuwa na uwezo. Hata kupata 5,000 kwake ilikuwa shida. Tulipofanya ibada tukafungua mapato, Mungu akamfanya kawatengeneza. Sasa hivi niko na watu ambao wana support ministry. Mambo ya kulipa rent ya kanisa sishughuliki. Mambo ya kulipa rent ya nyumba yangu sishughuliki. Mambo ya kuuliza ati kwangu kutakuliwa nini sishughuliki. Wao wenyewe wanashughulikia kwa sababu walisaidika, kwa sababu kuna kitu ambacho waliweza kufuna. Kuna kitu ambacho waliweza kufuna. Na mimi ninaamini ya kwamba hata wewe unaweza ukafuna. Nani? Nani? Unaitwa nje? Ninaamini ya kwamba Mungu anaweza akabadilisha maisha yako. Si uchukua hatua ya imani. Chukua hatua ya imani. Chukua hatua ya imani. Chukua hatua ya imani. Chukua hatua ya imani. Uamini ya kwamba Mungu anaweza akatenda. God can do something in your life. Umeitwa majina, umechekelewa, umedharauliwa, umetusiwa. Najua kuna mtu ambaye ananitazama, rejection kwake imejaa. Yaani mundusu aleto ngina kalewa pai ona kwata mbesa cha muleile. Alika uyane wa muleile. Kila kitu cha muleile. Panga safari vile ambavyo utakuja. Tukalende tujue vile ambavyo Mungu atakutendea. Hizi ushuhuda unaona tu watu wakitoa hapa. Usione tu ni kama tu ni murumbuto tu aliinuka tu, akaombewa tu, akapata ushuhuda. He did something. He did something. Wacha nikwambie kitu moja. Fanya kitu. Usipende mtu wa kukaa. Do something. Na ukifanya kitu, mimi ninajua 100% utasaidika. Sikia ati unanitumia hapo prayer request, unasema Nabii pray for me, prophesy for me, niko na kesho iko katini. Na mimi wakati ambapo naingia katika madhabahu na kufanyia ibada, wewe tu unalala. Do something. If you are not walking, please run. Fanya kitu. Na utaona vile mambo itaweza kufanyika. Utaona vile mambo itaweza kufanyika. Chukua namba yangu ya simu ambayo iko kwa screen. 0769959279. Hiyo namba itumie, utaniongelesha mimi mwenyewe. Ukipiga hiyo simu haitachukuliwa na secretary, haitachukuliwa na treasury, ni mimi nitaipokea. Hiyo namba nimekuwekea hapa. Mungu aliye juu mbinguni abariki maisha yako. Tupatane tena siku ya kesho, nitaingia live tena na Mungu atabariki maisha yetu. Kimbia pale Facebook, tafuta Prophet Joshua EPC Evangelism Church Emali, ukumbuke unifollow. Kimbia pale YouTube, tafuta Prophet Joshua, subscribe, like and subscribe and share. Kimbia pale upande wa TikTok, unaweza ni follow, leave the comment.